Haleluya, karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha kufahamu ulimwengu wa roho. Leo tutajifunza kwa habari, kwa nini unaota ndoto uko chooni? Kwa nini mara kwa mara unaota uko chooni? Kwa nini unaota ndoto uko kwenye masabtenki ya choo, yale masabtenki ya choo? Kwa nini unaota ndoto mara kwa mara uko kwenye mashimo ya vyoo? Wakati mwingine unaota umekaa juu ya yale mashimo ya choo. Wakati mwingine unaota uko kwenye mashimo ya choo ya zamani. Wakati mwingine unaota upo katika vyoo vya zamani. Wakati mwingine unaota upo kwenye choo iliyojaa, vyoo vilivyojaa. Yaani umeingia chooni unakuta mavi yamejaa, unakanyaga mavi, choo unakanyaga mavi. Wakati mwingine unaota uko chooni unafanya usafi kwenye vile vyoo. Wakati mwingine pia unaota vyoo vile vya zamani kabisa. Ndoto hizi zinaashiria nini? Za kuota uko chooni, za kuota unakanyaga mavi chooni, za kuota unapakwa mavi. Ndoto hizi zinaashiria nini? Choo katika ulimwengu wa roho, kuna wengine wanakuambia kwamba usiende chooni bila tanguliza mguu fulani. Choo katika ulimwengu wa roho wanakuambia utanguliza mguu fulani, usipotanguliza mguu utakutana na majini fulani. Choo katika ulimwengu wa roho ni madhabahu za giza, zinawakilisha madhabahu za kichawi. Madhabahu za kichawi katika ulimwengu wa roho ya karibu na eneo unaloishi ni vyoo. Kwa mchawi akitaka kufanya jambo lolote la kuingia ulimwengu wa roho, kwenda kuzimu, kwenda kufanya uchawi wake, anatumia madhabahu, choo kama madhabahu. Kuna mawasiliano kati ya ulimwengu wa roho wa giza na vyoo. Kwa unapoota mara kwa mara uko kwenye vyoo, vyoo vya zamani, masabteki ya zamani, ni madhabahu za giza zinakumiliki. Hebu nifuatilie katika chaneli hii, tutakuwa na maombi maalum kwa ajili yako. Unaweza kusubscribe chaneli hii ili uwe kwanza kupata masomo yetu. Katika jina la Yesu ubarikiwe sana. Amen.